na hawana pesa ya kulipa tiketi ya ndege, wapate loan kutoka Youth Fund ya kutafuta passport na kulipa tiketi ya ndege. Wakienda kule ng'ambo, hiyo pesa watalipa polepole ili wapate pesa za kigeni watume nyumbani, na wakikaa baada ya miaka 5-6 wawe wamesave, warudi waanze biashara na wajenge taifa letu la Kenya. So we have a comprehensive program on job creation. We don't want our young people to stay idle waiting for 100 shillings, 50 shillings from politicians to heckle their rivals. We want young people to get involved. Jambo la tatu ambalo tuko nalo ni mambo ya kujenga masoko kwa wanabiashara wetu wadogo. Hao mama mboga na wachuuzi wapate masoko ya kisasa ambayo watauzia bidhaa zao. Wawache kuuza bidhaa zao huko kwa jua na mvua na vumbi. Na tunajenga katika taifa letu la Kenya masoko 400, na hapa Tana River tunajenga soko kule Garsen, kule Minjila. Tunajenga soko kule Hola ambao nimetoka Galole, na hapa Bura tunajenga soko yetu ya Bura. Tutajenga pale Bangale, alafu pia tujenge soko ingine sehemu ya Madogo. Na hiyo masoko ile ambayo imeanza, ile haijaanza itaanza in a few weeks, in a month or 2. Itapatia vijana wetu ajira pamoja na affordable housing. Masoko ni njia moja, ujenzi wa masoko na affordable housing ni njia moja ya kutafutia vijana wetu ajira. As we speak, vile tunaongea, hiyo affordable housing program imeajiri vijana 1250 katika taifa letu la Kenya. Hiyo affordable housing zamani ilikuwa miji mikubwa kule Nairobi na Kisumu na Eldoret, lakini tumesema kila sehemu ya Kenya lazima ipate haki yake ya maendeleo ya taifa. Na hiyo affordable housing hapa Bura, mmesikia Mheshimiwa Yakub ametangaza hapa Bura tunajenga manyumba 500 ambayo itagharimu serikali ya Kenya shilingi bilioni 2.2. Vile vile tunajengea vijana wetu hostels na hiyo pesa ya housing fund. Wale vijana wako TVET kama hii yetu ya Bura TVC, tutawajengea manyumba ya kulala vyumba 300 ambavyo vitagharimu serikali ya Kenya milioni 165, 165 million. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo. Jambo la 5 ni mambo ya maji. Mnajua huu mradi wetu wa Bura ulikuwa umekwama, Bura Irrigation Scheme, na hamkuwa mnapata maji. Na ile maji ilikuwa bei ghali sana. Wakati Rais Ruto amechaguliwa, serikali ya William Ruto imetoa shilingi bilioni 1.5, 1.5 billion shillings ya kufungua hii canal ya hii maji ya irrigation, na ndio naona saa hizi maji inafika hapa Bura kupitia gravity. Lakini wananchi wamesema mungetaka pia ile bei ya maji ipunguzwe kidogo. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kwa hivyo mimi na Joho na huyu Yakub tunaenda kushughulikia na watu ya National Irrigation Authority, na tutaambia rais pia tusaidie ili tuone vile tunaweza leta hiyo gharama ya maji chini ndio mwananchi aweze kuafford. Vile vile kuna mambo ya stima. Jambo la 7. Stima, sehemu nyingi za Kenya hasina stima ya kutosha, ikiwemo hapa Bura na Tana River. Na wakati mali ya taifa inagawa kwa muda mrefu, kuna county kama Tana River zilikuwa zinaachwa nyuma na zinapewa pesa kidogo. Lakini safari hii Rais Ruto amesema lazima tuwe na usawa wa kitaifa. Na kwa hivyo already programs ambazo zimeanza hapa Tana River sa last mile electricity connectivity ama mradi wa stima manyumbani
Tana River imepewa projects za 432 million in the 3 constituencies. Na leo asubuhi nimeangalia pale Garsen watapata ama wamepata 205 million ya kuweka stima kwa manyumba. Hapa Bura constituency yenu kupitia nguvu na msukumo wa Mheshimiwa Yakub na Senator Mungatana, hapa Bura mumepewa 211 million ya kuweka stima kwa manyumba yenu. Ile pesa nimeona imepungua kidogo ni pesa ya Galole, na tumesikizana na Mheshimiwa Joho na Mheshimiwa Mungatana na Mheshimiwa Yakub, Mheshimiwa Said Poster ule wa Galole. Tukirudi Nairobi tutafute rais. Ile pesa ya Galole iko chini sana. Hiyo pesa iongezewe ifike kama 200 million kama hii ya Bura na kama ya Garsen, ili tusawasishe watu wetu wote. Mnataka niende niongezee hiyo pesa ya stima? Hata hiyo ya Bura ni ikiongezwa another 100 million, iko makosa gani? Kila constituency tukisema ipate 300 million hapa Tana River, 300 hapa, 300 Galole, 300 Garsen, iko makosa? Tuende tuongeze hiyo pesa itoke 432 million ya Tana River ya stima mpaka ifike 900 million ama ifike hata 1 billion, iko makosa? Mumetutuma tukaongeze pesa ya stima hapa Tana River? Ama nyinyi mmezoea wale watu ya ukabila wanakuja hapa kuongea mambo ya kwao peke yao? Si lazima kila kaunti ikue kama kaunti zingine jameni. Wangapi wanasema tuongeze pesa ya stima, pesa ya stima? Vile vile hapa mnajua ya kwamba tunajenga masoko ya kisasa ili hao kina mama mboga, watu ambao ni wachuuzi wapate masoko mahali pa kuuza bidhaa zao. Nimesema tunajenga kule Minjila, tunajenga Hola, tunajenga Madoo, tunajenga Bangale. Na hata kama kuna town zingine mnataka tujenge masoko, mwambie Mheshimiwa huyo Yakub tuko na pesa ya kutosha ya housing fund ambayo tutajengea nao wananchi masoko. Na kila soko iko na mahali pa kuuzia bidhaa. Kila soko iko na social hall ya wanabiashara wa pale kufanya mkutano. Kila soko iko na cold room ya kuhifadhi mboga na nyanya ile imebaki. Ndio mama akiuza ile haijanunuliwa ihifadhiwe kwa barafu isioze, ndio auze hata kesho na kesho kutwa mpaka siku ile hiyo stock itaisha. Na vile vile tutaweka chumba cha kina mama, mother's room, kwa ile soko ambayo tunajenga ikikamilisha. Kila soko nyumba ya kina mama, wale kina mama wako na watoto wadogo wawe na hiyo room, watoto wakae pale watunzwe. Mtoto akisikia njaa, mama anaitwa pale sokoni, anakuja anaingia pale, anasort out mtoto, anarudi anaendelea na biashara. Tuendelee tusiendelee? Akina mama hoi, akina mama hoi. Kwa hivyo those are some of the programs we have ya kuinua maisha yenu. Hii program ya support vikundi is just one of the many programs that we have. Jambo la mwisho, mumesikia viongozi hapa wenzangu wameongea kwa urefu. Huyu Waziri Joho, huyu Mama Mishi Mboko kutoka Likoni, huyu Mheshimiwa Amina Mnyazi, Mheshimiwa Malindi, Mheshimiwa Mungatana, Mheshimiwa huyu Yakub wa hapa. Na wamesema kwa muda mrefu kuna wananchi wametengwa na imekuwa vigumu vijana kutoka sehemu fulani za Kenya ikiwemo Tana River kupata vitambulisho. Mimi nimekuwa waziri wa usalama wa taifa hapo nyuma. Si mnajua hivyo? Si nilikuwa nakuja hapa Tana River mambo ya usalama. Na niwashukuru vile mmeanza kukaa kwa amani. Kulikuwa na msukosuko hapa Bura kidogo. Mimi nawashukuru kwa sababu mmeweka amani. Mimi nimekuwa waziri wa usalama wa taifa
na kwa muda mrefu zaidi ya miaka 60 vijana kutoka Tana River na kaunti zingine sana sana ambapo Waislamu ni wengi, kupata kitambulisho imekuwa matatizo. Unaulizwa maswali mingi, unafanyiwa vetting ambayo haifanyiwi wa Kenya kutoka sehemu zile zingine. Wakati Rais William Ruto amechukua usukani, ndiye aliamrisha, na mambo mawili yametokana na utawala wa William Ruto, mambo ya vitambulisho ambayo mimi nilichangia nikiwa pale waziri wake wa usalama wa taifa. Mnajua ya kwamba ile pesa tulikuwa tunalipisha ya vitambulisho, rais ameagiza sasa kitambulisho ni free. Kweli si kweli? Unapata kitambulisho bila kulipa unless you're replacing a lost ID. Kama unapata kitambulisho mara ya kwanza, no charge. Lakini la muhimu zaidi ni amri ya rais ambaye alitangaza akiwa kule Northern Kenya, akiwa Wajir, ya kwamba kutoka sasa ile mtindo wa kufanyia wananchi kutoka sehemu zingine za Kenya vetting ikaondolewa, na sasa hakuna utaratibu tofauti wa kubagua wa Kenya fulani ati kwa sababu ya dini yao ama sababu mahali wametoka. Na hiyo vetting is a historic record for the equalization of the people of Kenya, because today it doesn't matter if you are from Tana River, from Kisumu, from Turkana, from Eldoret, from Nyandarua, from Lamu. There is no special procedure. All Kenyans, all young people in Kenya will get their IDs without any Kenyan being put on a special process that delays the acquisition of the ID. Si Rais Ruto amefanya kitu mzuri kuondoa hiyo mambo ya vetting, ya mambo ya vitambulisho. Kwa hivyo ndio ametutuma hapa siku ya leo tuwasalamie na tuwaambia na imekuwa pana. Zamani tulikuwa tunazunguka hapa na Mungatana peke yetu. Huyu Yakub alikuwa upya, alikuwa namna hii, nusu Asimio, nusu. Sisi zote sasa ni serikali ambayo tunaita serikali ya mapana na marefu na kina. Broad based government. Iko na kila mtu. Rais William Ruto, aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, na sisi zote tuko kwa serikali ili tuunganishe taifa letu la Kenya. Haijalishi nani alipiga kura na nani alipigia nani kura. Sisi zote tuko na haki ya kuwa na nafasi kwa serikali. Ndio umeona huyu Hassan Joho sasa ni waziri. Na hakuwa mtu ya Kenya Kwanza, hakuwa mtu ya UDA. Mawaziri wengi, hata ule Kingi, speaker wa Senate, hakuwa upande wetu, alikuja hapo mwisho. Kwa hivyo kina Amina Mnyazi, kina Mishi Mboko, tuko timu moja kubwa, timu Kenya. Hakuna sasa ubaguzi tena. Unasikia vile Mishi Mboko anaimba hapo maneno ya William Ruto. Ndiye alikuwa mstari ya mbele kutusukuma na kutupiga wakiwa na Joho pale siku ile. Lakini siku hizi tuko timu moja. Na Rais William Ruto ana kisirani na Mkenya yoyote. Ameniambia niwaambie watu ya Bura, wale ambao mlimpigia kura, wale 48% mlimpigia kura, anasema asante kwa hiyo kura, na naomba mpigie siku ingine huko Mungu akitujalia. Lakini vile vile wale ambao hawakumpigia kura 2022, Rais Ruto ameniambia niwaambie msitishwe na mtu yoyote ati mtabaguliwa kwa sababu hamkumpigia kura. Kwa sababu kupiga kura ni haki yako mwananchi, na uko na uhuru wa kupigia mtu yoyote ambao unataka. Na hiyo haki ulifanya mambo yako ya haki ya siku hiyo. Ile tu Rais Ruto anaomba next time uko mbele, hata kama hamkumpigia, mumkumbuke safari hii. Mtamkumbuka huko mbele? Wale walimpigia, mtampigia tena? Wale hamkumpigia, mtampigia huko mbele? Ni two term. Ni two term. Ni two term. Ya ukweli. Ya ukweli. Nikisema harambee, munipatie two term. Harambee. Harambee.
Wacha wale wa Nairobi wasikie harambee. Hey, naona leo ni fire. Ama namna gani?